Mpendwa unayeshiriki pamoja nami kutazama, ningependa kukusalimu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kabla sijaweza kuanza chochote, ningependa tushirikiane katika maneno haya ambayo ni yawe katika ndani ya moyo wako na usibanduke hapo, ili yale mambo magumu ambayo ulikuwa ukitafakari kwamba hayawezekani ujue yawezekana. Moja kwa moja tuende katika kitabu hichi cha Marko Mtakatifu, mlango huu wa 9. Wacha tuanze hapa 17. Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, "Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu, na kila ampagapo humbwaga chini, naye hutoka povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema na wanafunzi wako wamtoe pepo, wasiweze." Akawajibu akasema, "Enyi kizazi kisichoamini, nitakaa nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni kwangu." Wakamleta kwake. Hata alipomwona, mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini, akagaga akitokwa na povu. Akamuuliza babaye, "Amepatwa na haya tangu lini?" Akasema, "Tangu utoto, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji amwangamize. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie na kutusaidia." Yesu akamwambia, "Ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie." Mara babaye yule kijana akapaza sauti akisema, "Naamini, nisaidie kutoamini kwangu." Bwana Yesu asifiwe. Ningependa mtu wa Mungu unayenisikia, nikutoe katika maeneo ambayo uko, yale ambayo yana wazika katika ndani ya akili yako. Wakati mwingi husema ya kwamba kuna hekima, maarifa, ufahamu, akili na roho wa Mungu. Haya napenda sana kuyazungumza. Ama kuvumilia, kustahamili, kuacha, kutuzie na kunyamaza ili upate kuomba. Sasa tazama, huyu ni mwanaume aliyekuwa mtoto wake ana shida ya kifafa. Naye akaona wanafunzi wa Yesu Kristo kabla kukutana na yule Yesu Kristo mwenyewe. Naamini aliwapatia hawa wanafunzi ili apate msaada, lakini hawakuweza. Alipomkuta Yesu Kristo mahali fulani, akampeleka pale kwa Yesu, akamwambia, "Bwana, mtoto wangu kule ana taabu hii." Sasa kilichokuwa kinamtatiza ni kwamba alimpeleka mwanawe kwa wanafunzi wa Yesu na hawakuweza kumtoa yule pepo wa kifafa. Wajua ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna maeneo huwa nasema kwamba lazima hayo maeneo mengine upate kuyaondoka, na kuna maeneo ambayo ni usiondoke, na kuna maeneo ambayo ni uyapitie. Sasa haya ni maeneo ambayo nataka nikuondoe wewe, mtu wa Mungu, ambaye una kipimo. Maana katika moyoni mwao hawa wanafunzi walioletewa huyu mtoto na yule bwana wasiweze. Sikiza hivi, unajua katika sehemu nyingi watu wanajua ya kwamba mwanadamu aliye na kifafa akiamka na kifafa, basi akichomeka wanaandika kwamba haiwezekani. Hayo maeneo ninakuondoa. Hayo maeneo ondoka mahali hapo, kwa sababu hakuna jambo ambalo haliwezekani. Ndipo huyu Kristo aliposikia habari za huyu mtu mume anazungumza kuhusu habari ya mwanawe jinsi vilivyo, basi akawaambia hawa wanafunzi wake, "Enyi kizazi kilichopotoka na kisichoamini, nitakaa nanyi mpaka lini? Nitavumilia nanyi mpaka saa ngapi? Mleteni hapa huyo mtoto wenu." Kisha akamuuliza huyu baba ya mtu, "Mambo haya yamempata lini?" Akasema, "Tangu utoto wake."
Basi akasema, wewe ukiwa unaweza, basi tusaidie. Naye Masiha akasema, ukiweza, yote yawezekana kwa yeye aaminie. Na kuondoa mahali kwa kutoamini kwa sababu ya ishara za kidunia ambazo zimeenea ndani ya akili mwako. Wale wanafunzi walikuwa wanaamini ya kwamba mwanadamu akiangushwa na kifafa na akichomeka haviwezekani tena. Hilo ndilo tarajio lako wewe, ama ndivyo maoni yako mpaka siku ya leo. Ninakuondoa wewe Mkenya ambao katika kwenye hali ya kufikiria hayo. Mtu akichomeka na kifafa si kwamba haiwezekani kupona. Kuna uwezekano kupona, kisha kupona kabisa. Fanya bidii, tuje tushauriane, nikupe maarifa ya kupona. Manake huyu jamaa amepeleka mtoto wake, kisha pia naye anaamini kwamba haiwezekani. Ndipo alipopiga sauti akasema kwamba naamini, nisaidie kutoamini kwangu. Maana amekubali kwamba kweli alikuwa haamini kwamba mtu aliyekufa kifofo na amechomeka anaweza kupona. Yeye pia alikuwa haamini hivyo. Hata alikuwa ni kutapatapa tu, lakini katika ndani ya moyo wake alikuwa anaamini kwamba vile mwanangu amechomeka na amezaliwa ama amepatwa na haya kutoka ni mtoto, haiwezekani. Sasa yeye anasema haiwezekani. Hawa wanafunzi wake pia wakasema haiwezekani. Ndio Yesu akaona mioyo ya wale wanafunzi na moyo wa huyu mtoto. Akaona yote imeshikana. Wanafunzi wanasema amechomeka yule, haiwezekani. Amechomeka yule, haiwezekani. Huyu mwenye mtoto pia naye ni amechomeka yule, papa, haiwezekani. Ondoka hayo maeneo. Hakuna kitu kisichowezekana wewe. Hebu nisikize vizuri. Ondoa hayo mafikira yako katika ndani ya moyo wako. Mungu anaweza, Yesu anaweza. Tushirikiane katika neno hili ili katika mawazo yako yaondoke hapo. Hayo maeneo yaondoke sasa. Mungu anaweza. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Ikiwa kuna spare kule sehemu za hospitali, mtu anaweza akatolewa hivi akapelekwa hivi. Kwa Mungu kuna spare zote. Kwa hivyo Mungu akubariki unapoondoka hayo maeneo. Hayo maeneo ya kuamini kwamba mtu akichomeka na kifafa haiponi. Wewe hayo maeneo yaondoke. Na wewe unaokoka kweli. Kama umeokoka, hebu usiwe na mawazo hayo. Hebu usiwe na moyo wa kutafakari hivyo. Utaleta tabu. Utafanya paka hata Mungu ukimwomba hafanyi. Maana Mungu anaangalia katika mawazo yako, moyo wako, fikira zako na umekita wapi. Kita kwamba kuna uwezekano licha kusema kwamba haiwezekani. Ila tu usiweke kwamba mambo haya yaliyotendeka, jambo la kwanza ni kutoka ni mtoto mpaka amefika mtu mzima na kisha alichomeka, basi kama na kuna watu wengine ambao wakisema hichi kifafa kwani kimemchoma, kusema wewe kimchoma. Sasa anaweka tayari kwamba kikimchoma hicho kifafa ama kichomeka na moto basi haiwezekani kupona. Usiweke hayo. Hayo ndio yaweka ndio yanafanya paka mtoto haponi ama wewe huponi. Na si ugonjwa tu wa kifafa, hata ugonjwa mwingine. Watu wengi wamekita sana ukimwi haponi, ni lipi lisilowezekana? Kunao uwezekano wa kupona kila kitu, lakini ondoa hayo mawazo, ondoa huo hofu ya kwamba kikifanyika hivi hakiwezekani. Usipime. Mungu hapimiwi. Yesu hapimiwi. Kama ningalimpimia basi mimi singeweza kupona mpaka nikahubiri Injili. Lakini Bwana hapimiwi. Ondoka hayo maeneo ya kutafakari kwamba ati vikiwa hivi haviwezekani. Alichomeka kifafa, haiwezekani. Inawezekana. Kuna uwezekano. Mpendwa mtazamaji, ninakupa moyo ya kwamba hayo maeneo uyaondoke. Na utakapoyaondoka katika ndani ya moyo wako na uombe ama uombewe, basi hali itakuwa nzuri. Lakini ikiwa umekita ya kwamba haviwezekani, hasa unapelekea muombezi tu, lakini tayari mwenyewe unasema kwamba haviwezekani, havitawezekana, maana vile ulivyo ndivyo vitakavyokuwa. Mungu akubariki unaposhiriki pamoja nami hapa Chimbiriro Pentecost Church. Ni kaunti ya Kilifi hapa Coast Kenya. Njoo mahali hapa Tezo, uliza tu kanisa Chimbiriro Pentecost, utanipata mahali hapa kuanzia Jumatano mpaka Jumamosi na saa 11. Ninaanza hapa kuanzia saa 2 na tushauriane. Njoo tushauriane na Bwana atakufungua lile ambalo unaliona ni sugu kwako, haliondoki na Bwana atakuondolea. Maana Mungu amenipa neema kubwa ya kuweza kutenda hayo yote, na ni kwa yeye tu ndiye ametubariki mahali hapa. Na wengi wanafunguka, wengi wanaona uzima, na wengi wanapata kupita mahali ambapo walikuwa ni wasingepita. Bwana kubariki na uwe na maisha ya mema ya wokovu. Na wewe ambaye utakuwa pia nawe umjue Mungu. Neno la Mungu ndi hai.